Kibena, ulile mbuka nkamu gwangu. Ndoligwe pakulira nenino. Indumula jangu jikubaba. Linga kukubona ugwe. Ulikubafwe. Dada. Umerudi? Nimerudi wadogo zangu. Uamini? Ni mimi nimerudi. Nimewakumbuka jamani. Uvungu mpaka uiname uvungu. Uvungu mpaka uiname uvungu. Karibu sana cha Simba Mzidoni. Unaweza kutuambia umepata nini cha Simba? Kwani unataka kujua kuwa nimefuata nini hapa? Nyinyi kama akina nani katika hichi kijiji? Mzidoni, hebu kuwa makini na majibu yako wewe. Hapa cha Simba kuna wenyeji, kuna wakurungwa, kuna wajumbe wa kila aina. Sasa mbona unajibu kama hivyo kwa nyodo? Kuwa na heshima wewe. Usijibu kama hivyo bwana. Kumbe ni nyinyi. Basi mnachotakiwa kujua ni kwamba nimekuja hapa cha Simba kwa ajili yenu. Kwa sababu mna kitu cha thamani kikubwa mmekichukua kutoka kwangu. Na ni lazima hatima hiyo irudi kwenye mikono yangu. Mkuu, lazima tujue huyu mtu anatumia nguvu za aina gani. Kwa sababu mbona anajiamini hivi? Eti tujue anatumia nguvu za aina gani. Hapa itabidi tukajipange upya. Huyu atatuumiza huyu. Tukimbie tu sasa hivi. Tukimbie. Nakupenda sana mkuu kwa maamuzi yako.
Nyumba imekuwa nzito sana hii. Toka nimefika roho yangu inapasuka sana. Sijajua kuna nini hapa ndani. Dada, mbona hapa hakuna shida? Uko sawa kabisa. Sawa. Wewe bado mtoto sana mdogo wangu. Mimi nimeshakula makalama mengi. Kwa hiyo nyumba ikiwa nzito, najua. Dada, usio na hofu. Hapa nyumbani pana usalama kabisa, hamna shida yoyote. Sawa. Na huyo Kibena amekwambia narudi hivi. Maana yule mtoto anaweza akakaa huko kama ameolewa vile. Amesema narudi lini? Kibena? Sijajua kwa sasa, ila najua atawahi kurudi. Maana ameenda kwenye kazi zake zile za viwandani. Sala mdogo wangu. Kama kuna tatizo niambie. Mimi ndo dada yenu na kwa sasa ndio kama mama yenu. Kwa sababu hata macho yako yanaonyesha kuna tatizo kubwa sana, lakini unanificha. Kuna shida gani? Unajua dadangu, shida yako wewe unapenda kuweka hofu mbele kuliko hapo. Uvungu mpaka uiname uvungu. Uvungu mpaka uiname uvungu. Wewe, nimefikaje hapa? Na kwa nini nipo humu? Hebu punguza kwanza jazba. Kwa sababu mimi sio mtu mbaya kwako. Lakini nimekuleta hapa kwa sababu kuna mambo ya muhimu nahitaji kuzungumza na wewe. Ndio maana upo hapa. Unajua wewe unanishangaza sana. Una mambo ya ajabu sana. Kuna muda nashindwa kukuelewa ni binadamu wa namna gani. Au utakuwa ni jini? Hata mimi sikupenda kuyaishi ya maisha. Ila binadamu wabaya Mwasi ndio amenifanya niwe hivi. Binadamu wabaya wamekufanya nini? Na mimi nahusika vipi na hao binadamu wabaya? Bado upo kizani Mwasi. Lakini kwa kuwa leo nipo hapa, basi nitakushika mkono na kukuonesha nuru. Tafadhali, naomba unisaidie kunitoa tongotongo zilizopo mbele ya macho yangu ili niweze kuona nuru na mwanga. Mpaka sasa sielewi kwa nini nayapitia yote haya. Ina maana kwa nzeba tudititila Mwasi. Vipi ujiulize kuhusu mama yako pia? Kwa nini mama wangu? Na mara nyingi unapenda kumzungumzia mama wangu. Amekufanya nini? Kwa sababu mama yako ni mchawi Mwasi. Na ndiye mtu ambaye alikuwa pamoja na wenzake na amehusika kukichukua kivuli cha mpenzi wangu Kibena na kuacha mwili mtupu. Lakini na hakika nitashinda katika hii vita. Ina maana mama yangu ni mchawi? Ndiyo. Mama yako ni mchawi.
Na kama utataka kujihakikishia, basi unaweza kutazama pale. Tadua. Huyu anakuja. Sukuma mwanangu, sukuma. Ndio anakuja. Ikalago ya wewe mwana hokoiza. Anakuja. Mwana hokoiza. Mwana kusukuma. Sukuma. Mwana hokoiza. Ongera, umepata cha kutolea sadaka. Mkuu atakupenda sana. Nina shida gani? Wakati nina bonge la dada, bonge la dada. Lina uwezo wa kuzaa. Linanipa sadaka kama hivi natoa. Na mimi nitakulipa wewe. Lazima niende kwa Viola. Na mimi atavyatua watoto kama matofali. Na mkuu atapenda sababu wa Viola amependwa na mama. Viola amependwa na mama. Amependwa na mama. Sababu wa Viola ninampenda mimi mama yake. Atanitolea na mimi bonge la toto. Kile ulichokiona pale hautaki kusema kwa mtu yoyote ule, kwa sababu ukufanya hivyo utakuwa umejifupishia maisha yako na usalama wako utakuwa ni mchache sana wa wewe kuishi. Kwa hiyo mimi nimezaa. Na kama nimezaa, nimebeba lini wa ujauzito Mzidole? Ngamue. Wembo nani haka nda unatina? Unaditia hambo ambayo nkunda tobo. Dinda mwana mbwala nani haditia pwa. Elimu yako ni ndogo sana katika utawala wa kichawi. Na wewe huna uwezo kutambua mambo makubwa kama haya. Lakini kwa kuwa uko na mtu ambaye ana uwezo wa kujua mambo mazito na sionekana kwa macho ya kawaida. Wewe ulibeba mimba kichawi Mwasi. Na ulifanikiwa kujifungua mtoto. Lakini mama yako alimtoa sadaka katika mbago yao ya kichawi na kumkabidhi mkuu wao. Lakini mwanao bado anaishi. Na kama utanisaidia kuweza kumpata mpenzi wangu Kibena, basi na kuahidi utampata tena mwanao. Na utaishi naye na atakuwa mtu kama walivyo watu wengine. Hey Suza, wei sakala umpaishaya. Samukinda unaka ya hamwe. Unambwela hamu. Eti mimi nimeolewa na mwanaume yule? Hivi ni kweli? Yaani mimi huyu nikubali kuolewa na mwanamume mlemavu kama yule? Kibena, mume wako ni mtu mkubwa sana. Hivyo jiandae kuheshimika kama malkia na wanambago wa hapa Chasimba. Nani ameniozesha mwanamume ambaye simpendi? Na kwanza nilikubali vipi? Wifi, mume wako anakuwa vile
pindi jua linapokuwa angani, lakini pale linapozama na kiza kutanda anakuwa mzima kabisa. Kwa nini awe hivyo? Hebu niambie kila kitu, maana kuna mambo sijayajua vizuri. Kibena, utayajua mambo mengi sana, ila kwa sasa inakupasa uzoe kwanza mazingira ya hapa Chasimba na watu wake. Sauda, mbona unaongea peke yako? Vipi, kuna shida? Hapana. Kuna mambo nilikuwa nayawaza, ndio maana umeniona sipo sawa. Dada yake, sema kweli. Kama umepiga mpepe bange sio vizuri. Aka, mimi sijavuta bangi. Nipo sawa tu. Haya sawa. Unataka kusema hajaniona? Kwa hiyo pia sionekani na watu? Huu sio wakati wa kuzungumzia hayo. Haya. Twende. Sasa mkuu, tunafanyaje? Mtu mwenyewe ndo kama yuko vile, ana hasira za ajabu sana. Tunafanyaje ili kumdhibiti mkuu yule? Mzee, acha uoga. Mzee ni mtoto mdogo sana na ana nguvu za kitoto, ila kwa hii Shahazadi ametukosea sana kumpokea mgeni hatari kwetu, na hisi hajakoma kwa kile tulichomfanyia. Uko sahihi mkuu. Shahazadi ametukosea sana. Haiwezekani amlete mgeni hatari. Anataka kutufanya nini? Anataka kutufanya nini? Kwa hiyo ni lazima hatua stahiki zichukuliwe juu yake. Kwa jambo hili lazima tuhakikishe Shahazadi anadhibitiwa kwa haraka sana. Sawa mkuu. Hiyo ni sawa kabisa. Tena nimeipenda. Sasa mkuu, mimi wazo langu, lazima jambo hili tulifikishe kwenye mbago yetu leo usiku, ili washirika wote tujadiliane kwa kina na kila mmoja achukue tahadhari yake binafsi, kwa sababu yule bwana kwa zile hasira, tusipokuwa makini tunaumbuka mkuu, tunaumbuka. Sasa hii ni vita, hakuna kusubiri. Umakini unahitajika sana, na leo lazima Shahazadi afe, na kivuli cha Kibena lazima ukiweke mbali sana. Wamenikwaza, nina mfalme wa Chasimba.